Kila sekundi inayopita zaidi ya seli milioni 2 ndani ya mwili wako zinakufa, na wakati huo huo nyingine milioni 2 zinazaliwa. Kwa hiyo kama mwili wako na uwezo wa kujijenga kila siku, kwa nini basi tunazeeka? Kwa nini ngozi inaanza kukunjamana? Kwa nini nywele zinakuwa nyeupe? Kwa nini misuli inaishiwa nguvu? Na kwa nini baada ya miaka 80 au 90 mwili unashindwa kabisa? Swali hili limewasumbua sana wanasayansi kwa zaidi ya miaka 100. Lakini kwa sasa wanasayansi wanajaribu kufanya jambo ambalo lilikuwa kama hadithi ya kisayansi kwa miaka iliyopita. Si tu kutibu ugonjwa mmoja, lakini kutibu uzee wenyewe. Mimi ni Joe Travel. Katika dokumentari ya leo, tutaingia kabisa ndani ya seli za mwili wa binadamu na tutajifunza kwa nini tunazeeka. Na tutaona teknolojia 4 zinazoweza kubadilisha historia ya binadamu. Na teknolojia hizo ni pamoja na stem cells, autophagy, cellular repair and cellular reprogramming. Je, ni kweli binadamu anaweza kuishi miaka 150? Karibu kwenye video hii. Angalia mpaka mwisho, na kama hujafanya subscribe, make sure umesubscribe hapa chini. Mwaka 2025, kamera zilimnasa Vladimir Putin akizungumza kwa siri na rais wa China Xi Jinping. Mazungumzo yao hayakuwa kuhusu vita wala uchumi, bali kuhusu jambo ambalo kwa karne nyingi lilionekana kama haliwezekani, yaani binadamu kuishi hadi miaka 150. Je, kuna kitu ambacho walikuwa wanajua dunia haijui? Kitu cha kwanza watu wengi hawajui ni kwamba hatuzeeki kwa sababu ya miaka, lakini tunazeeka kwa sababu seli zetu zinazeeka. Mwili wa binadamu una karibu trilioni 37 za seli, na kila seli ni kama kiwanda kidogo. Ndani yake kuna DNA, mitochondria, proteins, energy factories, repair machines. Miaka inapopita, viwanda hivi vinaanza kupata hitilafu. Fikiria kama gari jipya likitumika miaka 20 bila matengenezo. Engine huanza kuchoka, bolts zinaanza kulegea, na rangi inaanza kufifia. Na ndivyo seli zetu zinavyofanya. Kila siku DNA huwa inapata maelfu ya majeraha. Sababu kubwa ni UV kutoka kwa jua, yani jua yenyewe, moshi, chemicals, free radicals, makosa wakati wa kugawanyika kwa seli. Kuna makosa ambazo zinafanyika wakati seli zinagawanyika mwilini. Lakini ukweli ni kwamba mwili una repair enzymes. Lakini kadri miaka inavyopita, repair hizo hazifanyi kazi vizuri tena, na makosa yanaanza kujikusanya. Kuna kitu kinachojulikana kama telomeres. Kila chromosome ina kitu ambacho kinaitwa telomere. Hii ni kama plastiki iliyopo mwishoni wa kamba ya kiatu, yani viatu zako, ile mwisho wa kamba kabisa. Kila seli inapogawanyika, telomere hupungua kidogo. Mwisho wake seli husema sitagawanyika tena, na hii huitwa cellular senescence. Seli ipo hai lakini haifanyi kazi vizuri, na mbaya zaidi inaanza kuharibu seli nyingine zinazoizunguka. Na stem cells sasa ni nini? Stem cells ni seli ambazo hazijaamua zitakuwa nini. Zinaweza kubadilika na kuwa misuli, damu, ngozi, mifupa ama ubongo. Mtoto mchanga ana stem cells nyingi sana, lakini kadri tunavyozeeka idadi yake hupungua. Kwa mfano, ukikata kama kidole, stem za seli hupokea signal, halafu hubadilika kuwa skin cells, kisha hujenga ngozi mpya. Lakini mtu mwenye miaka kama 80 ana stem cell chache kabisa. Ndio maana majeraha hupona polepole kuliko kijana. Na leo wanasayansi wanajaribu kukuza stem cells maabara, kuzidunga mwilini na kuzifanya zirudishe tishu zilizoharibika. Tafiti hizi zinafanyika kwa magonjwa kama damu, ngozi, macho, cartilage na baadhi ya magonjwa ya mfumo wa kinga. Hata hivyo, matumizi yake ya kurudisha ujana kwa watu bado hayajathibitishwa kuwa salama na yenye ufanisi. Bado kuna changamoto kama uwezekano wa ukuaji usiodhibitiwa wa seli na hatari ya uvimbe katika baadhi ya mbinu. Na autophagy inamaanisha nini? Autophagy, neno hili huwa linamaanisha self eating. Lakini usiogope ukisikia self eating. Ni mwili ambao unafanya usafi. Yaani autophagy ni mfumo wa kusafisha taka ndani ya seli. Fikiria kama nyumba baada ya miaka 30 imejaa vitu visivyotumika. Autophagy inakuja na kutupa takataka zote. Kinachotoweka ni proteini zilizoharibika, mitochondria mbovu na waste. Baada ya hapo seli inakuwa safi zaidi.
Tafiti zinaonyesha kuwa otofaji huongezeka wakati wa hali zinazoweka mkazo wa muda mfupi kwa mwili ama kwa seli, kama vile kufunga kula kwa muda, yani fasting, mazoezi ya mwili au upungufu wa virutubisho kwa muda. Lengo si kuharibu mwili, bali kuhamasisha mfumo wa kusafisha na kurejesha sehemu zilizochakaa. Hata hivyo, kiwango bora na muda wa fasting hutofautiana kati ya watu na si tiba ya kuzuia uzee. Na sasa wacha tuone cellular repair. Kila sekunde cells zinaharibika, lakini mwilini kuna mafundi. Hawa ni enzymes. Kazi yao ni kurekebisha DNA, kurekebisha proteins, kurekebisha mitochondria. Tatizo ni kwamba kadri miaka inavyopita, mafundi hawa wanapungua nguvu. Moja ya molekuli muhimu ni NAD+. Inasaidia kuzalisha nishati na kusaidia baadhi ya proteini za kurekebisha uharibifu wa seli kama familia ya sirtuins. Kadri umri unavyoongezeka, NADA+ inapungua. Ndio maana kampuni nyingi na maabara zinatafiti njia za kuongeza viwango vya NAD+ kupitia virutubisho kama NMN au NR. Mpaka sasa tafiti kwa binadamu zinaonyesha zinaweza kuongeza viwango vya NAD+, lakini bado hakuna ushahidi thabiti kwamba zinaongeza maisha au kuzuia uzee kwa watu wenye afya. Na cellular reprogramming ni nini? Hii ndio sehemu inayowasisimua zaidi wanasayansi. Mwaka 2006, mwanasayansi Shinya Yamanaka alionyesha kuwa seli za kawaida zinaweza kurudishwa katika hali ya ujano kwa kutumia mchanganyiko wa gene unaojulikana kama Yamanaka factors. Badala ya kutengeneza seli mpya, unaifanya seli ya zamani kumbuke ilivyokuwa wakati ilikuwa changa. Hii ndiyo inaitwa cellular reprogramming. Katika majaribio yaliyofanyika ya wanyama, matumizi ya partial reprogramming yameonyesha dalili za kuboresha baadhi ya tishu na viashiria vya uzee, lakini kufanya mchakato huu kwa kiwango kikubwa kunaweza kusababisha seli kupoteza utambulisho wake au hata kuongeza hatari ya saratani. Hivyo bado hii ni eneo la utafiti, si tiba ya kawaida kwa binadamu. Lakini kwa sasa na artificial intelligence yani AI imeingilia, sahi inasaidia sana. AI inaweza kuchanganua mabilioni ya molecules, kugundua dawa mpya, kutabiri protein structures na kuharakisha research. Ndio maana maendeleo ya longevity yanaendelea kasi kuliko miaka iliyopita. Je, tutaishi kwa miaka 150? Jibu la kweli ni bado hatujajua, lakini tunajua mambo mawili. Kwanza, kwa sasa watu wanaishi muda mrefu kuliko kizazi chochote kilichopita kutokana na lishe bora, chanjo, usafi na maendeleo ya tiba. Pili, hakujawahi kutumika pesa nyingi kiasi hiki kwa utafiti kwa miaka yote iliyopita ama iliyotuanzia. Makampuni ya biotechnology, vyuo vikuu na taasisi za utafiti duniani zinaokeza mabilioni ya dola kutafuta njia za kuchelewesha magonjwa yanayohusiana na uzee na kuongeza muda wa kuishi kwa afya nzuri. Swali si tena kama tunaweza kuongeza miaka ya maisha, bali kama tunaweza kuongeza miaka ya afya. Huenda katika miaka 20 hadi 50 ijayo tutashuhudia matibabu ambayo leo yanaonekana kama science fiction, lakini kwa sasa hakuna tiba iliyothibitishwa inayoweza kusimamisha au kugeuza uzee kwa binadamu. Mpaka kwa wakati huo, siri kubwa ya kuishi muda mrefu bado ni ile ile ambayo sayansi inathibitisha mara nyingi: lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha, kutovuta sigara na kudhibiti magonjwa mapema. Kwa sababu safari ya kutafuta maisha marefu haianzi maabara pekee, bali huanzia katika maamuzi tunayofanya kila siku. Asante sana kwa kuangalia video hii. Mimi ni Joe Trav. Make sure umesubscribe kwa hii channel